Nilifurahi sana baada ya kuona Mwajuma amesahau simu yake pamoja na nguo yake. Nikajisemea kimoyomoyo, hii inaweza ikawa sababu ya kujipatia stori 2-3 mimi na Mwajuma. Niliondoka kwenda kuendelea kufanya mazoezi yangu. Mpenzi wake Mwajuma naye alikuwa ameshafika chini kutoka floor ya 10 ambapo ndo lipo gym, ni mbali kidogo na chini. Ikabidi ampigie simu maana kuna kitu alikuwa amesahau, lakini simu nilikuwa nao mimi. Ikaanza kuita. Nikiangalia namba imeseviwa husband. Sikujali hata kitu. Kwa spidi nilikata ile simu. Mshikaji hakukata tamaa, alipiga tena. Baada ya kuona kwamba simu zote anazopiga zinakatwa, akajua labda Mwajuma Nyaugoko kaconcentrate na mazoezi. Ilimbidi apande ili kumfuata Mwajuma. Niliendelea kufanya mazoezi yangu huku nikiwa najiuliza, imekuwaje Mwajuma Nyaugoko kapata tako kubwa vile kama lile la Kajala? Sikupata majibu. Nikajiuliza tena, imekuwaje Mwajuma Nyaugoko kaweza kumiliki tako kubwa akiwa kwenye umri mdogo? Maana Mwajuma alionekana kuwa kitoto cha 2000 anayemiliki tako kubwa kuliko wote da nzima. Kweli uchawi upo. Ghafla Mwajuma alikuja na kuniambia anaomba vitu vyake, maana aliniona nimevaa shati lake. Nikamwambia Mwajuma, kama ni shati nitakupa, ila simu siwezi kukupa mpaka kwa sharti moja tu, kwamba anikisi shavuni. Mwajuma Nyaugoko alikataa, na kwa dharau aliniangalia na macho yake yaliyokuwa makali kama balbu inayowaka wakati umeme ukiwa mkubwa sana. Nilitishia kuondoka. Mwajuma hakuwa na jinsi, alikubali. Wakati huo bwana yake Mwajuma naye alikuwa karibu kufika, maana alikuwa anapanda ngazi kwa spidi sana. Wakati Mwajuma tu anaanza kunikisi shavuni, bwana yake naye akawa ametokea. Alinifuata kwa hasira kali sana, akitaka kunipiga, huku akimuuliza Mwajuma, uliniambia huyu ni bodaboda wako, sasa hapa nimekukuta mnafanya nini? Na kulipia la gym lakini wakuja kufanya ujinga. Mwajuma alijaribu kujitetea kwamba nilisahau vitu vyangu hivyo nilimkuta navyo, lakini hakuweza kueleweka kwa kitu chochote kile. Mshikaji akajua kabisa kwamba Mwajuma mimi ni mchepuko wake, hivyo akawa anaondoka. Mwajuma Nyaugoko alifuata kumbembeleza, lakini hakuweza kueleweka. Akanifuata mimi kwa hasira na kutaka kunizingua na kunipiga, lakini nilimwambia Mwajuma, tayari umeshaachwa, hivyo kubali tu kuwa na mimi. Mwajuma naye hakuwa mbishi, ikabidi akubaliane na mimi. Nakupenda sana Mwajuma wangu Nyaugoko. Kweli mtu si nyau. Mwajuma umegrow sana.